Kwa nini Marekani amesimama kimya? Kuna mambo duniani hayapigwi kelele, lakini athari zake husikika mpaka moyoni mwa dunia. Hii si hadithi ya kawaida, ni simulizi ya nguvu, hofu, siasa na mipaka ya mamlaka. Ni hadithi inayouliza swali moja kubwa. Inawezekana vipi taifa lenye nguvu kubwa duniani kama Marekani kushindwa kufungua au kudhibiti mfereji wa Hormuz? Watu wengi wakisikia Marekani wanawaza uwezo usio na kikomo, jeshi kubwa, teknolojia ya hali ya juu na sauti inayotikisa dunia. Lakini ukweli ni kwamba hata nguvu kubwa zaidi zina mahali zinapofikia na kusimama. Kwanza, hii si vita ya kawaida. Mfereji wa Hormuz haupo kwenye mazingira rahisi. Eneo lake lina changamoto nyingi za kijiografia: jangwa kali, ukosefu wa miundombinu na mazingira yasiyotabirika. Hapa ndipo ukweli unapojitokeza. Si kila vita inapiganwa kwa silaha, nyingine inapiganwa na mazingira yenyewe. Marekani inaweza kuwa na ndege zisizoonekana kirahisi angani, lakini haiwezi kubadilisha hali ya hewa wala jiografia kwa urahisi. Pili, maslahi ya dunia yanagongana. Mfereji huu si mali ya taifa moja, ni sehemu yenye umuhimu mkubwa kiuchumi na kimkakati. Mataifa mengi yana macho yao hapo. Ukigusa mfereji huu, unagusa biashara, usafirishaji na ushawishi wa dunia. Ndiyo maana Marekani haiwezi kufanya maamuzi ya haraka bila kuangalia athari zake kwa mataifa mengine makubwa. Hapa ndipo siasa za kimataifa zinapokuwa kama mchezo wa chess. Kila hatua unayochukua lazima uifikirie mara mbili. Tatu, hofu ya kuanzisha vita kubwa. Dunia ya leo iko katika hali nyeti. Hatua ndogo inaweza kuleta mlipuko mkubwa wa mgogoro. Kama Marekani ingejaribu kutumia nguvu kufungua mfereji huu, ingeweza kuchochea mvutano mkubwa ambao unaweza kuhusisha mataifa mengi. Na ukweli ni kwamba hakuna anayehitaji vita nyingine kubwa. Hivyo kile kinachoonekana kama udhaifu wakati mwingine ni hekima ya kujizuia. Nne, upinzani wa ndani. Watu wanaoishi karibu na maeneo haya na nguvu yao pia hawako tayari kuona ardhi yao ikitumiwa bila sauti yao kusikika. Historia imeshaonyesha huwezi kushinda vita ya ardhi bila kushinda mioyo ya watu. Marekani inaweza kuwa na nguvu ya kijeshi, lakini haiwezi kununua ridhaa ya watu wote. Tano, gharama kubwa isiyo na uhakika wa faida. Kufungua mfereji kama huu kunahitaji fedha nyingi sana, mabilioni ya dola, lakini faida yake haiko wazi kwa 100%. Hapa ndipo akili ya kiuchumi inapoingia. Wakati mwingine, taifa linaamua kusimama si kwa sababu limeshindwa, bali kwa sababu linaona hatari ni kubwa kuliko faida. Hivyo, je, Marekani imeshindwa kweli? Jibu la kweli ni gumu. Inawezekana imeonekana imeshindwa, lakini pia inawezekana inasubiri muda sahihi. Dunia ya leo si ya kukimbilia maamuzi, ni ya kupanga, kusubiri na kucheza mchezo wa muda mrefu. Tangazo muhimu kwa wote wenye ndoto na fursa. Tunatengeneza laini za wakala bure kabisa, sharti uwepo Zanzibar. Je, unahangaika na changamoto za maisha kama punyeto au matatizo ya mapenzi? Usijali, kuna mwanasaikolojia kwa ajili yako atakayekusaidia kwa siri na ufanisi. Pia tunapokea tangazo ya biashara yako, ifikishe huduma au bidhaa yako kwa watu wengi zaidi. Wasiliana nasi sasa. Simu hii hapo 0774636363. Hii ni nafasi yako kubadilisha maisha, usiiache ipite. Hitimisho lenye mguso. Dunia ina siri nyingi, na baadhi ya siri hizi haziko wazi kwa macho ya kila mtu. Mfereji wa Hormuz ni mfano halisi wa vita ya kimya ambapo nguvu, akili na muda vinapambana bila milio ya risasi. Na labda somo kubwa hapa ni hili: kuna nyakati kushinda si kupigana, bali ni kujua lini usipigane.
Kwa uchambuzi kama huu, wenye mguso, ukweli uliofichika na maudhui yanayofungua akili, jiunge na Hub Online TZ. Hapa ndipo unapata maarifa ya ndani, simulizi za kipekee na ukweli ambao wengi hawauthubutu kuusema. Subscribe sasa, share na wengine na uwe sehemu ya familia inayojifunza kila siku. Maoni yako ni muhimu. Unadhani Marekani imeshindwa kweli au inacheza mchezo wa muda mrefu? Tuandikie maoni yako hapa chini. Sauti yako ina maana kubwa.